mambo vipi? Uko poa? Ukisikia mikopo umiza ni noma, basi mzigo huu hapo na kuelezea kwa nini nimesema hivyo. Pale mume alipoenda kwa jamaa mmoja Mafia kinoma noma, kachukua mzigo wa kutosha kwa kujua kwamba mchongo utatiki, atarudisha mkwanja wake, mambo yakagoma. Oya, kilichofuata hapo mwanangu ndo umiza yenyewe. Kajikuta mke wake ndo kaingia kwenye matatizo ya mume wake. Ibana, kabla tujaendelea, bonyeza subscribe button, turn on notification bell, uwe moja ya familia yetu kubwa ya burudani. Alafu kama vipi, si unajua kila movie ina story yake kali kinoma noma. This is 4Flix, now let's go. Sasa mzigo unaanza kuonyesha wanandoa wawili. Jina la msichana anaitwa Bi Mariam na huyu ndo mume wake. Sema mume wa Mariam ana wasiwasi kinoma, yani muona ana wasiwasi mkubwa kuhusu biashara yake, na hiyo hali inasababisha kuwa na mabishano kati yao makubwa kinoma. Sasa baada ya pale tunakuja kumwona mchizi mmoja au mjamaa, yeye waga anachoraga picha Sasa mundani yetu muite painter. Jamaa amehamia kwenye ile eneo, ni mgeni, ili anafika nyumbani kwake si ndo akaanza na kuchora picha nini mbalimbali. Sema anashindwa kabisa kuchora picha kwa sababu wazo hamna, yani mudi chenga. Hicho kitu kikamfanya akasirike kinoma. Sema baada ya muda jamaa akiwa ametulia pale, hajui achore kitu gani, kutupia macho dirishani si ndo akaona mtoto mrembo mmoja mkali kinoma. Kumbe nani? Ni Bi Mariam, kapiga zake gauni jekundu hivi noma sana. Yani jamaa alivyomuona tu akashindwa kabisa namna gani atoe macho yake pale. Jamaa ikabidi tuanze kumfuatilia. Umeona? Wakati huo huo upande mwingine tunamuona mume wa Mariam akienda kwa mchizi mmoja hivi Mafia kinoma, yani umeona. Alipofika akaanza kumwambia, najua nina deni kubwa kwako, lakini kwa sasa nahitaji fedha zaidi za dharura, na shida biashara yangu itaanguka. Yani mimi nakwambia kabisa, mimi nikifanikiwa tu na kurudishia mkwanja wako wote. Jambazi akamjibu kwa sauti kali, usiponilipa kwa wakati na kuua. Baada ya hapo jambazi akampatia nini? Mkwanja bana. Haya sasa, huku mchoraji akamfuata Mariam hadi nyumbani kwake bwana. Umeona? Sema kwa uzuri wa Bi Mariam, yule painter jamaa alichanganyikiwa kinoma. Sema jamaa alikuwa ameshamkalili kichwani, si ndo akaanza kumchora pale. Umeona? Sema baada ya muda taratibu Mariam akagundua bwana, kuna jamaa fulani kajificha sehemu fulani, akazunguka kwa nyuma afa akasimama nyuma yake. Umeona? Hasa pale painter aliposhtuka akamwona bidada amesimama nyuma yake, akaanza kuogopa kinoma. Afu Mariam akamuuliza, ulimuomba nani ruhusa kunichora? Mchoraji bana akaomba msamaha pale wa kutosha nini. Afu Mariam akamwambia, je, unaweza kunichorea picha yangu pamoja na baba yangu? Yule painter akajibu kabisa, bila shaka dada, na kuchora kama ulivyo tani, mimi wananiita printer. Noma sana. Bi Mariam akamwambia, basi sawa, nitamwambia mme wangu afu kisha nitakujulisha akikubali. Jamaa alivyoshtuka kwamba bidada tena na mume, noma sana, maana mchizi alikuwa ashaanza kudata kabisa kwa bidada mrembo. Mimi mwenyewe nilikuwa ashaanza kudata. Anyway, sasa baadaye bana Mariam akamuuliza mume wake, naweza kuchora picha yangu pamoja na baba yangu? Mume wa Mariam akiwa na msongo kinoma mawazo kuhusu biashara yake, akamuonya Mariam akamwambia, sikiliza, usifanye kitu ambacho kitaniongezea matatizo kwenye biashara yangu, sawa? Hata hivyo baadaye akakubali. Umeona? Hasa Mariam akafurahi kinoma, akatafuta picha baba yake na kwenda kwa jamaa painter yule mchoraji. Sasa kadiri siku zinavyopita, Mariam huenda kwa mchoraji kila siku ili kukamilisha mchoro huo. Siku moja akiwa huko mume wake akapiga simu nyumbani, Mariam hayupo. Hivyo mfanyakazi wa nyumbani anapokea simu na kumwambia kwamba Mariam yuko kwa mchoraji. Mume wake tayari alikuwa na mashaka, ameona kuhusu hayo maswala, maana bidada kila siku anaondoka. Sasa anaanza kuamini kuwa anamsaliti. Umeona? Akiwa na hasira na wivu anaelekea nyumbani kumfata Mariam. Sema njiani bwana, wahuni wa Mafia hawa hapa, wakamdaka mchizi, afu moja kwa moja akampeleka kwa bosi wao Mafia mwenyewe. Sasa umeona, si unajua alikopa Sasa kufika pale bwana, Mafia hataki maelezo mengi, yeye anataka mkwanja wake, kama vipi ampatie. Mume wa Mariam kuona vile kabidi aombe kupiga simu kwa rafiki yake kuulizia mchongo, si unajua biashara imeendaje. Ile kupiga simu mshikaji wake anamwambia, oya, mwanangu, mchongo umebuma mwanangu, hakuna mkwanja wala nini, fedha zote zimepotea. Polisi wameshtukia mchezo, akawadaka baadhi ya washikaji zetu. Jamaa alivyosikia alishtuka kinoma, matumaini yake yote yanayeyuka. Umeona? Mafia alikasirika kinoma na kuamuru jamaa afe tu. Kwani nini? Kwa hofu kinoma. Mume wa Mariam akasema, nitakulipa, nina nyumba kubwa nitaiuza. Umeona?
Asa issue ni kwamba hiyo nyumba anayosema ataiuza ni nyumba ya Mariam, alipewa na baba yake marehemu, umeona? Na ndio zawadi pekee iliyobakia. Unafikiri atakubali eti iuzwe? Noma sana. Sasa mume wa Mariam akaanza kutafuta mbinu ya kumshawishi Mariam wauze ile nyumba. Sasa wakati huo Penta anakamilisha mchoro wa nani? Wa Mariam. Unaonekana ni mkali kinoma jamani, kweli ni printer noma sana. Bidada akachukua mchoro kabandika zake ukutani, sema akaisi mbona kama kuna mtu mundani. Ili kupiga hatua kwenda pale dining table akakuta mwanangu kichwa cha paka kiko kwenye meza pale. Noma sana. Hii dada aliruka kinoma, afu ni paka yake na alikuwa anampenda kinoma. Dada Mariam alipata uoga huo asikwambie mtu. Imekuwaje mpaka ikawa hivi? Sema bwana Penta alikuwa kule nje akasikia kilio bidada analia. Fasta akarudi ile kumpoza, akamkumbatia pale akampoza vya kutosha. Huku na kule mfanyakazi akawakuta pale amekumbatiana. Oho, ikawa noma sana. Baadaye Bi Mariam akamwambia kama vipi wewe sepa tu. Mume wangu akija hapa itakuwa noma sana na watu wataanza kuongea mtaani itakuwa noma. Jamaa akaondoka zake. Sema jamaa alivyoondoka tu mume wa Mariam huyu hapa naye kafika. Bi Mariam akamwambia pale bwana nimekuta pakangu ameuliwa kwenye meza. Hasa mume wa Mariam anatafuta njia ya kuuza ile nyumba. Akamwambia Sunona, mimi nilikwambia tuiuze hii nyumba. Hii nyumba ina wachawi na majini. Mimi nakwambia kabisa tuiuze. Leo amekufa paka, kesho tutakufa sisi. Bi Mariam alivyosikia hivyo akaanza kuongea kwa hasira. Tuiuze nyumba, tutaenda kukaa wapi? Na unajua ndio nyumba ya baba. Achana majini hayo. Kaanza kumfokea mume wake. Mume wake alivyosikia hivyo naye akaja juu akamwambia, unanifokea kwa sababu unajua yule aliyekuchora pale ndo mtu wako unayetoka naye. Unafikia sina taarifa na wewe? Unanichiti siku hizi. Mambo yakawa mambo. Sema baada ya pale bwana mchiza akapiga simu kwa Mafia. Akamwambia bana, nimejaribu kumconvince mke wangu tuuze nyumba lakini mke wangu amegoma kabisa kuuza nyumba. Mafia akamwambia acha uboya kijana wewe. Kwani ukimuoa huyo mwanamke kuna shida gani? Ukimuoa si mali zote zitabakia kwako. Wewe vipi wewe? Sema kweli mwanangu. Wakati huo mume wa Mariam anafikiria hivi kweli? Kwani nini? Kwanza huyo mwanamke ananichiti, afu akifa hivi vyote vitakuwa vya kwangu. Tamlipa Mafia hela yake, afu mimi mwenyewe nitabakia na mkwanja. Anyway, afe tu. Jamaa akawaruhusu majambazi wamchukue mke wake, kama vipi wamtoe kabisa. Sema yeye hataki jina lake liwepo. Kweli mwanangu, siku hapa majambazi ndo hapa wameshafika. Wakamteka Mariam, wakamteka na yule Penta. Umeona? Sema sasa usiku mchiza kwa amelala bana. Sina akaanza kukumbuka zile moment ambazo kwa na spend na mke wake. Mzuri kwanza mrembo. Huyu jamaa sijui ukoje. Ile kushtuka usingizini akaanza kujuta kinoma kwa nini alimweka mke wake katika ile hali. Akapiga simu kwa Mafia akamwambia bana mimi nimeahirisha mpango, kama vipi nirudisheni tu pisi yangu. Kwani nini? Mimi nitawalipa. Mafia akamwambia sikiliza, mimi nimemteka tu, sintamuua. Sawa tulia huko. Wakati huo mwanangu wahuni wa Mafia huku nyuma sasa si ndo amepewa nyama. Noma sana. Hoya kiliwaka mule ndani. Sema kuna kule mwanangu ile Penta kafanikiwa kujifungua, ile kwenda kuvamiwa alipigwa kinoma, kaumizwa kinoma. Bidada Mariam akasepa moto mwanangu, akakimbia moja kwa moja mpaka eneo la daraja pale. Ile kufika pale anaona gari akajua msaada. Ile kusimama hivi kumbe Mafia huyu hapa mwanangu, cheki kiatu chake noma sana. Walimzibua kinoma, afu mwisho wa siku wakamrusha kwenye daraja. Noma mwanangu. Haya, Penta aliumia kinoma kuona Mariam amefanywa vile na alishuhudia kila kitu, ikabidi aende moja kwa moja mpaka polisi. Kufika pale polisi anamwambia wewe vipi, nini kimetokea? Akaeleza kila kitu. Walipomuuliza na ushahidi, jamaa kimya, hana ushahidi. Twende tukaangalie. Wakaenda moja kwa moja mpaka kwenye ile daraja. Kufika pale hakuna ushahidi hata kidogo. Polisi wakasema unatudanganya wewe. Wakamchukua mchizi. Umeona? Tupa ndumo. Kwani nini? Wakati huo bwana mama Mariam kalala, akaanza kusikia makelele kinoma. Yakaamka mwanangu ile moja kwa moja kwenda mpaka sehemu makelele yanapotokea. Sasa akamwona yule paka wa Mariam mwanangu anakuja na midamu kinoma. Akaanza kuogopa maana aliambiwa amekufa. Ile kugeuka nyuma anaona kichwa cha Mariam kiko juu ya meza pale, afu kiko chenyewe tu. Makelele kinoma jamaa, alipiga makelele noma sana. Akaanza kusema zimu la Mariam sasa linaanza kunishughulikia noma sana. Wakati huo anahisi kabisa Mariam mwanangu amemvamia kule ndani, anataka kumuua. Kumbe mwanangu majinamizi tu yale. Lijamaa lioga kinoma. Wakati huo akawa nasikia kwamba wananchi wanasema kabisa mzimu wa Mariam huko kwenye lile daraja, ukipita tu inakula kwako. Afu huwezi amini mwanangu, yani wale Mafia waliomteka Mariam wakaanza kufa mmoja baada ya mwingine. Roho ya Mariam ndo hii hapa sasa inawaonyesha moto. Wananchi kuona yale matukio kupiga simu polisi mwanangu, hapa watu wameninginizwa juu ya daraja pale. Noma sana. Mume wa Mariam naye anaangalia. Sema taarifa zipomfikia Mafia akasema acheni uoga vijana,
nyie, mimi siogopi kuhusu mizimu wala nini. Kwani nini? Nanyi msiogope vijana wa kiume nyie, kazeni watoto wa kiume nyie. Sema mzimu wa Mariam noma mwanangu, kaanza kuua mmoja mmoja. Mafia alivyoona oho, kumbe naweza kukafa kweli, akakimbilia moja kwa moja mpaka kwa nani? Kwa Painter. Kabidi pale Painter akamzingua kinoma mwanangu, akamfungia ndani ya nyumba. Jamaa Mafia ndo akaanza kutoa ukweli wote. Painter si ndo akajua kumbe mume wa Mariam ndo alisababisha Mariam afe, kisa anataka nyumba iuzwe. Painter kabidi amfuate mume wa Mariam, akamwambia sema ukweli kila kitu kilichokifanya kwa Mariam. Mume wa Mariam akaonekana hata ajali, mbona kitu cha kawaida sana. Oya, Painter alizingua kinoma, wakaanza kupigana mule ndani, walidundana kinoma. Mara wana kijiji hawa hapa baada ya kusikia makelele, Painter akawaambia wana kijiji, jamani, huyu mume wa Mariam ndo alisababisha Mariam afe, alafu pale nyumbani kwangu kuna jamaa ndo alikuwa naye, twendeni. Hawa mwanangu moja kwa moja mpaka kule nyumbani. Kufika kule, kufungua mlango mwanangu, kumwangalia mzimu wa Mariam ushafanya kazi yake. Mafia akaning'inizwa dadeki. Haya, wanakijiji wote wakasema Painter ndo kaua. Mzigo umegeuka, kula chuma hicho. Wakati huo mume wa Mariam mwanangu akamwambia polisi, mimi nahitaji ulinzi jamani, nitakufa. Yule jamaa mchoraji yule anaua kila mtu, ataniua na mimi. Akapewa kweli ulinzi. Sema usiku mwanangu, mzimu wa Mariam hapa ulimtishia kinoma. Afu kesho yake usiku akaja jamaa mmoja ambaye ni bosi wa Mafia. Yaani utaelewa, kumbe Mafia alikuwa na bosi wake. Pesa alizochukua Mafia akampa mume wa Mariam, kumbe alichukua kwa ujamaa. Jamaa akamwambia, sikiliza, mimi nataka hela zangu. Yule jamaa nilimpa pesa akaja kukupa, amekufa, kwa hiyo utanirudishia hela zangu, usiponirudishia na kuua. Mume wa Mariam akaona sasa haya mambo yamekuwa makubwa, ikabidi aende kuchukua mchawi na yeye. Akamleta pale darajani nini aanze. Jamaa ndo anaanza kuloga kidogo. Kweli mzimu wa Mariam mwanangu katokea pale. Mchawi akaanza kuongea maneno yake pale ya kichawi chawi nini. Sema mzimu wa Mariam unamwangalia tu. Mchawi alivyoona mzimu hata utikisiki, kabidi alale mbele bwana. Muona hasa mchizi alikuwa amekuja na jamaa mmoja, ndo akachomoa bastola akaanza kuchapa risasi mzimu wa Mariam. Wapi? Mzimu wa Mariam ukakwepa mwanangu, kamkamata ule mchizi, acha umchinje. Oya, noma. Akabakia mume wa Mariam tu pale anaomba msamaha vya kutosha. Usiniue. Huko na kule mchoraji naye huyo hapa Painter akaanza kusema, Mariam, najua haujafa, najua umekuwa ukijificha na unajifanya wewe mzimu. Tafadhali, kabla ya mambo yote kuendelea, naomba mwambie mume wako hakuna kitu chochote kati yangu mimi na wewe. Mume wa Mariam alivyosikia hivyo mwanangu roho ikamuuma kinoma. Muona sema Bi Mariam kabla hajaongea kitu akatokea mchizi mmoja akampiga Painter kwenye kisogo mwanangu kichwani, Painter chini. Afu Bi Mariam akazunguka huku na kule akamuua yule mchizi alimpiga Painter. Muona bwana. Haya, Bi Mariam akaenda kumpoza pale Painter ili wakae sawa. Mume wa Mariam akaja kwa nyuma akamkaba nani Mariam, akampiga zinga la roba mwanangu, noma sana. Akamwambia Mariam, tafadhali naomba sana unisamehe, ila nafanya hivi kujiokoa. Afu jamaa akamnyonga mke wake. Noma sana mwanangu. Painter alivyoona hivyo mwanangu, asila zilimkamata mara 2 mara 3 na mara 4. Akachukua jiwe akambonda nani mume wa Mariam. Baada ya hapo Painter akachukua mwili wa Mariam tena akaweka kwenye ule mto. Umeona uende na amani. Baada ya pale polisi hawa hapa mwanangu wakamdaka nani Painter kwa kosa la kuua. Afu wakati huo nyumba ya Bi Mariam ndo ikawa mali ya Mafia mkuu. Huyu hapa sema wakati huo hapa mwanangu mzimu wa Mariam ndio ukawa wa ukweli. Bana, huu ndio mwisho wa story yetu hapa. Mzigo noma sana huu hapa. Tukutane kwenye story nyingine. This is 4Flix and ciao.